Ni pendo la namna gani ulilotupa Baba? Ni pendo la namna gani ulilotupa hata tukaitwa watoto wako na wana wako, Bwana. Asante kwa sababu ya sana dakika nzuri hii ambayo mmoja mmoja tunatamani kukujua kwa kiwango kingine zaidi. Mungu ambaye ni wa viwango, Mungu ambaye ni mpya kila siku, Mungu ambaye unasema tutatoka imani tutaenda imani, unayesema tutatoka utukufu tutaenda utukufu. Nasi ni wakati mwingine tena, Bwana, si kwa utukufu wa jana wala juzi, lakini kwa utukufu wa leo. Si kwa upako wa jana wala wa juzi, lakini kwa upako wa leo. Tunachotamani ni kila moja binafsi akujue wewe, akujue kwenye kila eneo, Bwana, linalohusu maisha yake. Zaidi sana tulijue neno lako, Mungu wa mbingu na nchi. Asante kwa ajili ya wakati huu ambao tunanyenyekea kwenye madhabahu yako. Mtumishi wako nimesimama ili niseme kile ambacho umeweka ndani ya moyo wangu katika saa hii, na watoto wako wako tayari kupokea na kusikia. Mungu, si kama mpanzi ambavyo alipanda mbegu iliyodondoka kando ya njia, ndege wakaiba ile mbegu. Si kama mpanzi alivyopanda mbegu ile iliyodondoka kwenye mwamba. Si kama mpanzi alivyopanda ile mbegu, Bwana, ambayo ilidondoka mahali ambapo miiba ilisonga. Ninachotamani kila moyo ulioko hapa, Bwana, uwe ni udongo mzuri, mahali ambapo mbegu ya neno lako ikipandwa itaota na kuzaa matunda sawa sawa na vile ulivyokusudia wewe unayetufundisha kupata faida. Ninachotamani katika ibada hii, Bwana, huyu mama aliyeacha shughuli yuko kwenye ibada aione faida anapotoka kwenye ibada. Huyu mama, Bwana, na baba na kijana na binti na kila aliyeko mahali hapa, Bwana, aione faida ya kuwepo kwake mahali hapa, maana ni Mungu unayetufundisha kupata faida katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kila wazo ambalo sio la kwako, kila chochote ambacho sio cha kwako, kitakachovuruga utulivu wa huyu mtu, ninakiondoa sawa sawa na neno lako ulilosema tumpinge shetani naye atatukimbia. Ninampinga kwenye fikra za watoto wako, ninampinga kwenye mioyo ya watoto wako, ninampinga kwenye kila eneo analotafuta kujipenyeza. Umesema tusimpe nafasi, ninakunyima nafasi wakati huu katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakupa nafasi, Roho Mtakatifu, ya kuwafundisha watu hawa. Ninakupa nafasi, Roho Mtakatifu, ya kuzungumza nao kibinafsi, ya kuzungumza nao sawa sawa na vile unavyowajua. Katika jina la Yesu Kristo, nitumie vile upendavyo kusema lile neno uliloweka ndani ya moyo wangu sawa sawa na mapenzi yako, Bwana, katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Amen. Naomba tuketi. Mungu awabariki. Praise. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Kahama nimesema Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa ni Mbeya ningesema mmejikunja kwa sababu ya baridi, huku kuna joto. Nimesema haleluya. Jina langu naitwa Ekson Kibona, kama vile ambavyo amenitambulisha mchungaji ndivyo ninavyoitwa, na tutakuwekwa hapa kwa siku 8 kuanzia leo mpaka Jumapili kwa ajili ya kile ambacho mmekuwa mkitangaziwa. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo ambacho tuko nacho katika ibada hii ni mtendee mema jirani yako. Mtendee mema jirani yako. Nisaidie kumgeukia jirani yako wa kulia na wa kushoto, mwambie usinisemeshe wakati wa neno. Mpe ujumbe kabisa, mwambie usinisemeshe wakati wa neno. Asikuazime peni. Asikuulize vifungu kwamba ametaja kifungu gani, kwa sababu nitatumia dakika chache sana ambazo unaweza kufikiri naanza nikawa namaliza. Kwa hiyo wewe makini sana kusikiliza. Mtendee mema jirani yako. Kitabu kile cha Thesalonike wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 14 na 15. Thesalonike wa kwanza, neno tulilopewa. Thesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 14 na ule mstari wa 15. Ndugu, twawasihi waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu. Tieni moyo walio dhaifu, watieni nguvu wanyonge. Vumilieni na watu wote. Mstari wa 15 anasema, angalieni mtu aye yote asimlipe mwenziwe mabaya kwa mabaya, bali siku zote lifuateni lililo jema, ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunatazama mambo machache ambayo yako ndani ya somo hili, nataka nianze kwa kusema moja ya kitu ambacho kimekuwa ni adimu katika nyakati hizi za mwisho ni kitu kinachoitwa mema. Watu wengi wanaonekana ni wema kwa macho. Unaweza kumkaribisha chumbani kwako kwa sababu kwa kumtazama ni mwema.
unaweza kumweka kwenye biashara yako kwa sababu kwa kumtazama ni mwema. Na zaidi sana pia mwingine unaweza kumuoa akawa mke. Mwingine anaweza kawa mme kwa sababu ulivyomtazama kwa nje ni mtu mwema kabisa. Na ulimtazama kwa nje kwa sababu kwa watu wengi wanavaa ngozi ya kondoo kwa mujibu wa Biblia, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali sana. Na Biblia inazungumza, inasema moja ya kitu ambacho Paulo alikuwa anaandikia kanisa, akawaambia kwamba najua yako mabaya ambayo unaweza ukakutana nayo kutoka kwenye familia, kutoka kazini, kutoka mahali popote pale. Lakini akasema moja ya jambo unatakiwa kulichunga ni kutokurudisha mabaya mahali penye mabaya. Na Biblia inazungumza, inasema usiushinde ubaya kwa kufanya ubaya. Unachotakiwa kufanya ili kuushinda ubaya ni wewe kuwa mtu mwema. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Na kwa mujibu wa Biblia ukianza kuwasoma, kuna watumishi, tukianza kutazama mifano, iko mifano ya watumishi ambao wangetaka kulipa mabaya kwa mabaya. Wangelipa, tena wangelipa zaidi sana, kwa sababu walikuwa na nafasi kubwa ya kulipa mabaya kwa wale waliowafanyia mabaya. Ukianza kusoma habari za Yusufu, Biblia inaeleza habari za Yusufu, muda unitoshi kusoma, lakini mfano mzuri ambao utatusaidia kutokulipa mabaya ni pamoja na mtumishi wa Mungu anaitwa Yusufu. Alikutana na mabaya mengi sana kwenye familia, na hakuwa na kosa lolote. Kosa lake ilikuwa ni ndoto alizokuwa naota. Biblia inasema kuna siku moja akawa anawasimulia familia juu ya ndoto alizokuwa naota. Akimaliza kuwasimulia, Biblia inasema baba yake na ndugu zake walikuwa wanamkemea sana kwa sababu walikuwa wanaelewa nini maana ya zile ndoto. Ilifika siku moja mzazi wake akamwambia akawatazame ndugu zake walikokuwa wanachunga. Yusufu wakati ameenda kuwatazama ndugu zake walikokuwa machungani, Biblia inasema wakati yuko mbali ndugu zake wakaanza kumpigia hesabu. Wakasema yule bwana ndoto anakuja, kwa hiyo tufanye nini? Tumuue. Ndugu zake, maandiko yanazungumza, yanasema alipofika mahali walipokuepo wakashauriana walivyoweza kushauriana. Miongoni mwao wakajaribu kumtetea kwamba tusimuue, tumtupe kwenye birika mojawapo ambalo lilikuwa halina chochote ili akafie huko ndani, lakini lengo lake alikuwa anataka baada ya pale akamuokoe. Biblia inazungumza, inasema walimpiga bei, aliuzwa Yusufu na ndugu zake. Na Biblia inazungumza, inasema aliuzwa mara mbili. Mara ya kwanza walimuuza kwa Waishmaeli, mara ya pili wakamuuza kwa Potifa, ambako tunaona kilichotokea akiwa pia kwenye nyumba ya Potifa. Naomba Mwinjilisti Emmanuel usogee nikutolee mfano. Nitolee mfano huyu ni rahisi kumuomba msamaha. Kwa sababu wengine nikiwatolea mfano hapo kwa zika sitakupata mahali. Naomba usogee tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nimemwona Tuzo alikuweko hapa, sio ameenda wapi. Sasa tuchukulie utakuwa Yusufu. Sasa Yusufu alikuwa mdogo mdogo. Nani anajitoa kwa Yusufu? Yusufu alikuwa ni mdogo mdogo. Walimuuza akiwa mdogo mdogo. Njoo rafiki yangu, kwa sababu utakuwepo kwenye semina ya vijana, nikikukwaza nitakuomba msamaha baadaye. Sasa tuchukulie wewe utawakilisha ndugu zake. Sasa huyo ni Yusufu, sasa wewe ni blo mkubwa, mgeukie kule. Sasa huyu bwana mdogo akawa na ndoto ambazo Mungu anamsemesha. Biblia inazungumza, inasema hawa wakubwa, sasa hautakuwa na hiyo roho. Huyu ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti, sawa akapiga hesabu ya kumuuza. Umaifikiri wewe unauza kuku, mnakubaliana bei, unasema huyu kuku utanipa shilingi ngapi? 5,000, nyingine 10,000 kulingana na kuku alivyo. Mwenzio aliuzwa binadamu. Wakaanza sijui walianzia shilingi ngapi, lakini Biblia inazungumza walimuuza mara mbili kwa vipande vya fedha ambavyo walipatana kumuuza, wakamuuza. Fikiria walipomuuza, shida ikatokea kwenye nchi yao ya njaa. Alafu huyu ndugu baadaye Mungu amembariki, amekuwa waziri mkuu kwenye ile nchi, na ile nchi pekee ndio nchi ambayo ilikuwa na vyakula. Biblia inazungumza, inasema ndugu zake. Sasa huyu ni ndugu. Sasa uitwe nani kwa ndugu zake wale? Ndugu zake Yusufu tuite nani? Sio Benjamini, Reubeni eti? Wanakimbia kwenda kuchukua chakula kwenye ile nchi ambayo ina chakula, Misri. Wanamkuta huyu bwana mdogo aliyemuuza, ambaye baba yake alilia msiba wakati yuko hai. Wanamkuta yeye ndo waziri mkuu. Eti bwana mdogo,
Utamfanya nini huyo bro aliyekuuza? Alikupiga bei, alikuuza 30,000 kabisa. Anasema kwa sababu nimeokoka nitamsamehe. Anasemea madhabahuni, lakini kutoka ndani. Kwani hamko hapa watu wenye max? Baba mkuu wa jimbo, vijana wanaita max. Tutakutana baadaye vizuri, tutazungumza. Wanaita max. Kijana anaomba mabaya, anaingia kwenye ndoa, lakini anasema, lakini Meshak, hicho nifanyaga we Meshak. Wamewabatiza na majina wanaume, wanasema wanaume wote. Sisemi mimi, mnajua mabinti, wanaume wote. Kwa nini? Kwa sababu waliwafanyia mabaya. Akikutana nao naombea, ikiwezekana Mungu lipite gari, limsage, utakufa kifo kibaya wewe uliyeniacha. Kichwa chako kikatike, macho yatoboke. Nini? Alimfanyaga mabaya. Ndio maana watu wengi sana unakuta kuna magomvi yaishi kwenye familia, kwa sababu mmeingia kwenye ndoa, moyoni mna maeksi 5 mnawachukia. Ukimtazama mume wako unasema, lakini nisingeolewa na wewe. Leonard, basi tu Leonard aliniacha, ila Leonard Mungu anakuona huko uliko Leonard, ulichonifanyaga. Maandiko yanasema Yusufu alipowapokea ndugu zake, aliongea neno moja la kishujaa sana. Ukisoma ile Mwanzo 45, kwa sababu story yake inaanzia kwenye Mwanzo 37. Mwanzo 45 maandiko yanasema aliwatamkia mambo magumu sana. Akawaambia, msihuzunike kwa sababu mliniuza. Akawaambia, nafasi nilionayo kama msingeniuza nisingeipata. Ninawashukuru kwa sababu mliniuza. Ninawashukuru kwa sababu mlinifanyia mabaya. Inawezekana wasingekufanyia mabaya, usingempata huyo mume mzuri uliye naye. Ungeteswa na yule. Ndio maana lazima uachilie, usikae na hao kwa sababu inawezekana mabaya waliokutendea ndio waliosababisha ukakaa kwenye hiyo nafasi, ndio waliosababisha ukapata ulichonacho. Ndio maana lazima ujifunze kutokutunza mabaya. Tuko sawa? Wewe mpaka leo umeanzisha biashara, waliokudhulumu ambao hawakuwahi kukurudishia pesa walizokukopa, mpaka leo wako moyoni. Unajaribu kufight kwenye biashara haziendi. Mungu anakutazama mbinguni, anasema wewe moyoni mwako umetunza watu. Yusufu angesema, sasa sikiliza, majeshi yote njoo, kamateni huyu wa kwanza. Blaza mkubwa huyu ndo alikuwa kierere. Huyu ndo alikuwa anapanga na bei. Huyu alikuwa anasema 100,000. Huyu mnaona na misuri kabisa, huyu atafanya kazi 100,000. Hakutaka hata wapunguze bei. Lakini maandiko yanasema Yusufu. Sema Yusufu. Sema tena Yusufu. Akasema, ninakushukuru kwa sababu uliniuza. Nisingefika hapa nilipo. Nisingefika Misri. Nisingekuwa waziri mkuu. Nisingepita kwenye nafasi hizi ambazo nimezikamata kwenye nchi hii. Lakini kwa sababu uliniuza, Mungu akanipa hii nafasi. Tuko sawa kanisa la Bwana? Ninaomba mrudi na wavua hivyo vyeo, hamtakuwa hivyo. Mrudi na majina yenu. Nachotaka nikutazamishe ni kwamba kuna watu kwenye Biblia walifanyiwa mabaya bwana. Mtu mwingine ambaye namuona kwenye Biblia alifanyiwa mabaya anaitwa Hana. Sema Hana. Hana alikuwa anachokozwa na ndugu anaitwa Penina. Kati ya kitu nilikuwa nakisoma kwenye Biblia wakati nasoma habari za Hana na Penina, hakuna mahali kwenye Biblia wakati Penina anamchokoza Hana akiwa kwenye maombi alianza kumwombea mabaya Penina. Katafute kwenye Biblia. Hakuna mahali alikuwa anapita kwenye madhabahu anasema, katika jina la Yesu, wewe Penina unanichokoza, unaninenea mabaya, unasema sina watoto, unanicheka, ninakuombea huko uliko, ninatoboa macho yako, njia zako ziwe uterezi, ninakubomoa, ninakusaga, unanicheka kwa sababu sina watoto. Maandiko yanasema alikuwa hajawahi kushughulika na maneno ya Hana hata Penina hata siku moja. Alichokuwa anakuja nacho ni agenda alionayo, Mungu nipe mtoto. Unanisikia mtu wa Mungu? Mungu nipe mtoto. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa anashughulika kulipa mabaya ya Penina. Na ndio maana Mungu alimfungulia mlango wa kumpata Samueli wake. Kwa nini? Kwa sababu kwenye moyo wake, pamoja na kwamba alikuwa na adui aliyekuwa anamtendea mabaya, aliyekuwa anaitwa Penina, hakuwahi kumweka yule Penina moyoni. Tizame jirani yako. Si unamwona hapa amekaa peke yake? Kwenye moyo ana rundo la watu 8 waliomfanyia mabaya. Anatafuta kumlipa huyu, anatafuta kumlipa huyu. Nisikie, hakuna mtu aliyekamilika. Asubuhi nimewaambia, unapoanza kutafuta mabaya ya mtu, cheki kwanza wewe na madhaifu mangapi. Kabla hujaanza kucheki mabaya ya mwingine, cheki kwanza wewe maeneo ambayo umekosea. Biblia inazungumza, inasema mnayopenda kutendewa, anza kuyatenda wewe kwanza. Msiopenda kutendewa, usiyatende.
Na ukisoma Biblia, maandiko yanazungumza, anasema juu ya chochote unachotenda ni mbegu. Ukifanya mazuri ni mbegu, ukifanya mabaya ni mbegu. Kuna wakati utakuja kuvuna. Kwa nini? Biblia inasema pandacho mtu ndicho atakachovuna. Mungu hadhihakiwi. Na ndio maana mabinti na vijana mlioko hapa unisikilize. Kuna wakati mnaweza mkajikuta mnachopanda leo wakaja wakavuna watoto wenu. Unakazana leo, unaweza kuwa unaumiza mabinti, unaumiza wa kwanza, unaumiza wa pili, unaumiza wa tatu, unampa huyu mimba unamwambia toa, unampa wa pili mimba toa, unampa huyu mimba toa. Sikia, chochote unachotenda ni mbegu. Ubaya ni mbegu na mazuri ni mbegu. Sasa ni afadhali ufanye mazuri ili utunze mbegu ya mazuri, watoto wako waje wavune mbegu ya mazuri baadaye. Lakini ukifanya mabaya ni mbegu. Unashangaa kanazaliwa katoto kana complete, yani complete wewe kila kitu, yani kuanzia ulivyokuwa unatoa mimba kanatoa mimba kuliko hata wewe, kana kuzidi hata wewe. Unajiuliza haka katoto mara kana tabia hizi ni za kwako. Ulikuwa unazitenda, na zile tabia ulizokuwa unafanya, yale mabaya yalikuwa ni mbegu ulikuwa unajipandikizia. Tuko sawa? Tuko sawa? Huko naona kama ameninunia, ngoja niongee na hawa kidogo. Tuko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kitu gani? Nazungumza juu ya kutenda mazuri, kupanda mbegu ya mazuri, kuto kupanda mbegu ya mabaya. Kwa sababu hiyo unayofanya, chochote unachokitenda au unachokifanya leo ni mbegu. Kamuulize mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Ezekieli, aliugua akawa katika hali ya kufa. Maandiko yanazungumza, anasema Nabii Isaya akapewa ujumbe kwa ajili yake. Akaambia, wewe kamwambie ile ndugu atakufa, atengeneze mambo ya nyumba yake. Maandiko yanasema alipoambiwa utakufa, akageukia ukutani, kaanza kumkumbusha Mungu, kumbuka nimesomesha watoto wengi sana, kumbuka nimefanya mazuri kwenye familia, kwa sababu kama nisingesimama kwenye zamu yangu, Mungu, watu wa familia yangu wasingeokoka. Kumbuka watu 5 wameokoka kwenye familia kwa sababu yangu. Kumbuka Mungu, mambo niliyotenda yamesababisha ukoo wangu umebadilika. Kumbuka. Alipoanza kumkumbusha Mungu juu ya mema aliyotenda, Mungu akasema unayo bonus ya miaka 15. Kwa nini? Kwa sababu nimeona matendo yako, nimeona mazuri yako, nimeona ulichofanya kwenye familia yako, ninakuongezea miaka 15. Tumesoma habari za Luka juu ya yule tajiri. Tajiri amekufa na Lazaro amekufa. Tajiri amekufa, ameacha ndugu zake 5 hawajaokoka hata mmoja. Maandiko yanasema akaanza kutaka neno litoke kule, atoke mtu kwa wafu awahubirie ndugu zake, kwa sababu anagundua kati ya kitu kilichosababisha ndugu zake wasiokoke ni tabia zake. Kwa hiyo akagundua yeye ndo chanzo cha kuzuia wokovu kwenye familia yake. Akiwa yuko kule anapata mateso, akawakumbuka ndugu zake. Akasema niko hapa, ninakumbuka nilikuwa nasali, lakini matendo yangu yalikuwa haendani na wokovu. Nimewazuia wengi sana kwenye wokovu kwenye familia yangu kwa sababu ya tabia na mambo yangu niliyokuwa natenda. Mungu, ninaomba tuma mtu atoke huku kwa wafu akawahubirie ndugu zangu 5. Kwa nini? Nimekufa nikiwa nimesababisha zuio la ndugu zangu kuokoka. Ndio maana kuna watu mko hapa mmeokoka kwenye familia zenu. Mungu anatarajia ninyi kutokea kwenu vizazi na vizazi vianze kuokoka kwa sababu yenu. Ngoja nirudie tena. Kuna watu mko hapa mmesimama kama tajiri kuzuia watu kwenye familia zenu wasiokoke. Kwa nini? Umeokoka lakini unatenda mabaya, una tabia mbaya kuliko wasiookoka. Kwa hiyo hata wale ndugu zako ukiambia Bwana asifiwe, wanakutazama wanasema hii, wewe Neema unasema Bwana asifiwe. Wewe ukikasirikaga milango unafunguliaga mateke. Ukikasirika wewe vyombo ndani havikai, yani hatukai humu ndani, na umeokoka. Wewe Bwana asifiwe. Ndio maana ni wengi sana hamshuhudiagi ndugu zenu. Kwa nini? Ukianza tu kusema Bwana asifiwe, wanakutazama matendo yako wanasema matendo na unachosema haviendani. Kwa nini? Kinachookoa sio tu maneno, ni matendo. Unisikie? Ningesimama hapa mbele nimevaa bukta na vest, hata kama nina maneno mazuri kiasi gani huwezi kunisikiliza. Kwa nini? Matendo yanagoma. Matendo yanagoma. Kwa hiyo ile kwamba unasema Bwana asifiwe, maandiko yanasema sio wote wasemao Bwana Bwana. Lazima uchange kwenye behavior, lazima ubadilishe tabia zako ili tabia zako ziwavutie watu wa nyumbani mwako. Wanapokutazama waseme tunamtaka Yesu wako, wanapokuangalia waseme hizi ndio tabia za watu waliookoka. Tuko sawa? Tuko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame, nimemaliza. Ningeweza kusema na kusema, lakini muda wetu umeenda sana. Muda wetu umeendelea sana.
Asubuhi nimewaambia nikasema, moja ya kitu ambacho kinaweza kuchosha watu kutenda mema kwenye familia na maeneo mbalimbali, kazini na kwenye nafasi mbalimbali ambazo tunapata, moja ya kitu kinachochosha, ukisoma Biblia kwenye Wagalatia anasema tusichoke kutenda mema. Moja ya kitu kinawachosha watu kutenda mema ni kwa sababu wakitenda mema wanalipwa mabaya sana. Nimeshuhudia juu ya mama mmoja ambaye tulikuwa tunaenda kwenye huduma sehemu, akanisimulia juu ya namna alivyokata tamaa kulea watoto wa watu wengine. Anasema kati ya watoto aliowalea, mtoto wa kwanza alipata ujauzito nyumbani na akawa ni mwiba mkubwa sana kwake, lakini alimlea kwa shida sana. Mtoto wa pili akatoroshwa, hakupata mimba lakini akatoroshwa akiwa kidato cha 4, hajamaliza masomo, akatoroshwa akaenda kwa mwanaume na amemlea kwa shida sana. Wazazi wake walimwacha akiwa mdogo. Anasema nimefika mahali I'm tired, nimechoka. Siwezi tena kuendelea kuwalea watoto wa wengine. Siwezi tena kutenda yale mema niliyokuwa natenda kulea watoto wa wengine. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake ameumizwa. Ametenda mema lakini ameumizwa. Tuna wazazi ambao mmewalea watoto sana kwa shida. Mmebeba mizigo, mmefanya vibarua, mmefanya kila aina ya kazi, watoto wasome. Mtoto amepata kazi, amekusahau. Wa kwanza amekusahau, wa pili amekusahau, wa tatu amekusahau. Kama una watoto 5, hawa wawili waliobaki utawalea tu kwa sababu basi, lakini umechoka. Unaona, nimefanya mema kwa hawa wengine 3 waliotangulia, hawajanitendea mema, hawajanirudishia shukrani yoyote. Malipo wanayonifanyia watoto ni tofauti na nilichowafanyia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, ndani ya moyo wako inaingia hali ya kuchoka kutenda mema kwa watoto wengine waliobaki. Unaweza kuwa ni mwanakwaya, unafanya mema kwenye kwaya, unalipwa mabaya. Kazini unafanya mema. Maandiko yanasema Danieli alikuwa mwaminifu sana, alifanya mema kazini, lakini angalia kilichotokea. Wakamkamata, wakamtupa kwenye tundu la simba. Kwa nini? Amefanya mema. Wakati mwingine unaweza kujitahidi kufanya kila aina ya wema kwenye familia. Kama Yusufu hakuwa na baya lolote, hakufanya ubaya wowote, lakini wakamuuza, wakamfanyia ubaya. Nisikie mtu wa Mungu, lazima uombe nguvu za Mungu za kukusaidia kutokulipa kisasi. Lazima uombe neema ya Mungu ya kukusaidia kutokuchoka kutenda mema. Mungu, katika damu ya Yesu ninakushukuru. Saidie kila aliyesikia neno hili kuliishi. Saidie kila aliyesikia neno hili kulifanyia kazi. Saidie kila mmoja kujitafakari ni wapi alipotenda mabaya mengi ambayo angetamani sana kuona hayo mabaya Bwana harudi tena kuyatenda. Maandiko yanasema aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika na hatapata dawa. Mungu, umeleta hili onyo la kwamba tutende mema kwa watu wote, hasa majirani zetu. Tusaidie. Maandiko yanasema, Paulo alisema anayopenda kutenda hatendi, asiyoyapenda ndio anayoyatenda. Tusaidie tutende mema sawa sawa na neno lako, tukalipwe mema, tukavune mema, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Nijue dola kena wokovu wake kamili. Bwana Yesu asifiwe. Mtendee mema jirani yako. Tendee mema jirani yako, na tusichoke katika kutenda mema, kwa sababu imetupasa kufanya hivyo. Na mimi nasema yoyote mtakayo mtendewe na watu, na ninyi afanyeni hayo. Chochote apandacho mtu ndicho atakacho vuna. Kwa hiyo kama unataka kuvuna mema, anza kuyafanya mema. Usitazamie kuvuna mema wakati wewe unapanda mabaya. Maana yake mbegu inayoota inatoa matunda ni ile ulioipanda wewe. Kwa hiyo Mungu atusaidie sisi sote, tunapotamani kila wakati kuvuna mema, kutendewa mema, basi na sisi tuwe sababu ya kuwatendea wengine mema. Mungu awabariki sana, na sisi tupokee tikio la neno ila Mungu kwa mazito matatu na kumtakia baraka za Bwana mtumishi wa Mungu. Tupokee kwa mazito hayo. Mungu akubariki sana.